Zaburi 33:1-3. Zaburi Ndio 33:1-3 kwa jina la Yesu. ndio. Bwana nitakutukuza. Kitabu kinazungumza eti Bwana nitakutukuza Kwa neema umeniinua, kwa neema aliyokuinua nayo Bwana Mungu wako, wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Mungu wa mbinguni hakufurahisha adui zako wala adui zangu. Pili inasema Inasema Bwana Mungu wangu, nalilia ukaniponye. Tatu na ya mwisho inasema Umeniinua na nafsi yangu, Bwana, kutoka kuzimu. Umeniuisha na kunitoa miongoni mwao washukao shimoni. Amen. Ni mengi ambayo Mungu alikutendea tangu mwanzo wa mwaka na mpaka hivi tunafikia ukingoni mwa mwisho wa mwaka. Haikuwa nguvu zako wala haikuwa nguvu zangu, lakini ni neema ya Mungu, yule Mungu aliyekutoa katika mauti, ambaye kitabu kinazungumza kwamba alikutoa katika shimo la kuzimu na kukuokoa tena katika mikono za maadui. Haikuwa uwezo wako mwana wa Mungu uliye mahali hapa, bali ilikuwa ni uwezo na neema kutoka kwa Mungu. Sasa kwa nini tusimsifu Mungu? Kwa nini tusimrudishie yule Mungu ambaye alikuonea wewe huruma usije ukaingia katika mikono ya waadui zako? Najua wachawi walikuwinda muda mwingi, walitamani upe, wakukatilia kabisa na usionekane, jina lako lipotee katika historia ya dunia, lakini Mungu amekupigania na bado upo hai. Amen. Je, utasema ni nguvu zako? Haiko nguvu zetu, bali ni nguvu kutoka kwa Mungu. Ndiyo, karibu tena msomaji mzuri, tutakuwa haraka. Tufungue kitabu cha Isaya 65, tunasoma aya yake moja tu ya 24. Tunasoma kitabu cha Isaya 65 mstari akiwa 24, Inasema hivi: na itakuwa ya kwamba kabla hatujaomba nitajibu. Mungu atajibu. Na wakiwa katika kunena, Na tukiwa katika kunena, nitasikia. Mungu yu tayari kusikia yale ambayo unakwenda kunena naye. Sasa ni wewe tu kufungua moyo wako, kwa sababu kabla hujaomba yameshajua unataka kuomba nini, na kabla hujanena anajua ni nia gani ambayo unataka kuzungumza naye. Kwa hiyo ni wewe kuweka tu moyo wako wazi, ili Mungu akujalie kile ambacho unatafuta katika maisha yako ya kimwili kama vile kiroho. Hapo ndio utakwenda kujua nini shabaha ya hii teme kwa siku ya leo, kwamba katika kumtukuza Mungu, Mungu anatupigania mambo mengi. Ikiwa wewe hujanena, ameweza kujua nini utakwenda kukinena, na ikiwa hujaomba, anajua ni nini utakwenda kukiomba. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kama tuko pamoja, punga mkono wako tu namna hii. Ni vingi ambapo Mungu anaendelea kututetea katika shida, raha, matatizo. Kitabu kitakatifu kinatuambia ni nini kitasababisha wewe usimwabudu Mungu. Je, ni njaa, mavazi, chakula au shida? Vyote tunavipata kwa Bwana. Ikiwa Mungu huyo ndio ametuambia shida zetu zote tuzilete mikononi mwake, bado unahangaika na nini? Magonjwa ndio yanakusumbua usije kumsifu Mungu, au ni mahitaji ndio yanakusumbua? Katika kusifu mahitaji yanajibiwa. Bwana apewe sifa. Eti tulete mizigo kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu yeye ndio mtatuzi wa shida zetu. Sasa wewe kama bado ungali naangalia mwanadamu ase fulani hivi gisi siaingia kwa sape, na hivi tuko mwisho wa mwaka, nadhani bona na itapita vile. Angalia Mungu mbele yako, umwambie Mungu, umenipigania vingi, na mwaka pia nauweka mikononi mwako, atakufanyia kile ambacho unahitaji. Kwa sababu mimi ni mwanadamu, au yule ambaye unayemtafuta kwenye simu naye ni mwanadamu. Utampigia simu leo, kesho yake atakuchoka, kwa sababu anavaa mwili kama wewe. Bwana apewe sifa. Lakini Mungu hajawahi kuchoka mja wake. Ni wewe tu kumkimbilia na umwabudu kwa haki na kweli, na atakwenda kutatua shida zako, na Mungu abarikiwe. Neno hili likae kwako la kwangu. Amen.